Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Wapendwa, naomba nijibu maswali ambayo nimekuwa nikiulizwa. Haya maswali yameulizwa, yamejirudia mara nyingi. Sasa naomba nijibu, na nitajibu kwa ajili yako wewe ambao umeuliza, na hata wengine ambao hawajauliza nitajibu kwa pamoja. Kuna swali hapa linasema, mtumishi, Bwana Yesu asifiwe, na kusalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hongera kwa kazi ya Mungu, na ninaona Mungu akiendelea kukupambania kwenye kazi yako, lakini mimi nina changamoto ambayo napitia katika huduma ninayofanya. Niko na watumishi wenzangu, lakini wenzangu wamekuwa wakinitenga kila ninavyojaribu kupambana kwenye kazi ya Mungu, lakini bado wananirudisha hatua 10 nyuma. Ninapopambana kusogea mbele, narudishwa hatua 10 nyuma. Wakati ninapokukaa nao na kuweza kutoa maoni kwa huduma ambayo nafanya, kwa nini wanafanya hivi, imenipelekea sasa hivi wamenitenga na hawako tena pamoja na mimi katika kazi ambayo wanafanya. Wanajitenga na kuwa peke yao na kuniacha mimi nikipambana. Alafu pia akaja kauliza huyo mmoja, akasema kwamba naomba unisaidie kuniambia wewe uliwezaje, maana mimi natamani sana kuwa kama wewe. My dear, kwanza nikupe hongera, na wala sio pole. Siwezi kukupa pole, nakupa hongera kwa sababu ya kuachwa, kwa sababu ya kukataliwa, kwa sababu ya kutengwa. Hongera sana. Mungu akubariki sana kwa kutengwa. Ukiangalia kwa haraka unaweza sema kwamba kuna mtu mmoja anakuonea, au kuna mtu mmoja anakuonea wivu au akutendei haki. Lakini ukiangalia kwa jicho la kimungu, hii ni nafasi nzuri sana ya wewe kupambana. Hii nafasi nzuri sana ya wewe kushinda katika kitu unachokifanya. Hii ni nafasi nzuri sana ya wewe kubarikiwa. Na hii ni nafasi nzuri sana ya wewe kuheshimika. Kwanza niseme kwamba mimi siwezi nikakuombea uwe kama mimi, au siwezi nikawaombea, maana mliouliza ni wengi. Siwezi nikawaombea muwe kama mimi, lakini mimi ninawaombea Mungu awafanye zaidi ya mimi nilivyo, kwa sababu sijui mnapitia kitu gani na haujui mimi nimepitia kitu gani. Na inawezekana mimi changamoto zangu zilikuwa kidogo kwa sababu Mungu ana namna ambayo anataka kunipeleka yeye, alafu za kwako zikawa kubwa kwa sababu kuna hatima kubwa ambayo Mungu ameweka mbele yako. Kwa hiyo siwezi nikakwambia kwamba eti mimi nakuombea uwe kama mimi. Ndugu yangu wewe, mimi ningekupa kiatu changu uvae hapa ambacho mimi nimekivaa sasa hivi, kweli tunavaa size moja? Tunaweza tukavaa wote namba 39 au 40 kwenye kiatu. Ayuka shangaa, huyo namba 40 ukivaa wewe haikutoshi au inakubana. Hujawahi kukutana na hiyo kitu. Kwa hiyo mimi sikuombei na sitegemei mtu mwingine akasema kwamba naomba Mungu au niombe niwe kama wewe. Mimi siwezi nikakuombea uwe kama mimi, kwa sababu mimi Mungu ameshanifanya kuwa mimi. Ameshanifanya kuwa mimi. Mimi nakuombea Mungu akufanye kuwa wewe kulingana na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na sio tu katika huduma, hata katika biashara, hata katika maisha, hata katika chochote unachokifanya. Usiombe kuwa kama mtu fulani. Omba Mungu akufanye kuwa vile ambavyo amekusudia kwenye maisha yako. Ila tamani au penda kuwa kama mtu fulani, lakini usitake uwe kama yeye direct, kwamba copy and paste. Hapana, haiko hivyo. Kwa hiyo mimi nakuombea Mungu akusaidie ili uwe vile ambavyo Mungu anataka uwe. Lakini kitu kimoja nataka niwakumbushe au tukumbushane kwamba hakuna ujemedali pasipo vita. Hiyo vita ambayo unapambana, hiyo shida na changamoto ambayo unapambana, huku kukataliwa ambako unapambania, ni kwa sababu ya kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kwa hiyo unapopitia hizo changamoto, unazopitia hizo shida, unapitia kusemwa, kukataliwa, sijui ku give up, usifanyaje, hiyo ni gharama unalipa kwa sababu ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Biblia inasema hivi, shika sana ulicho nacho, asije adui muovu akaitoa taji yako.
Kuna watu wengi sana, watu umeishi, wafanya biashara, su nini, watu wengi tunatamani kupita kwenye mafanikio pasipo kupambana kwenye vita, pasipo kupiganisha, pasipo kulipa gharama yoyote. Jamani, kumbuka Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kutukomboa sisi na dhambi zetu, lakini alilipa gharama. Na yule Mungu alikuwa anakusudia, alishushwa kutoka mbinguni. Mungu alimleta Yesu kwa namna ya ajabu sana. Alizaliwa bila baba. Baba yake alikuwa ni Mungu aliye mbinguni. Lakini sikiza, namna walivyompitisha, namna alivyotemewa mate, namna alivyodharauliwa, namna alivyotukana, namna alivyovuliwa nguo, lakini ni kwa sababu alikuwa analipa gharama ya kutukomboa sisi wanadamu na dhambi zetu. Kwa hiyo wewe unalipa gharama sasa hivi ya kukataliwa kwa ajili ya kuwakomboa wale ambao Mungu amekusudiwa kukombolewa na wewe kwenye maisha yao. Na hata kwenye biashara unapitia changamoto, ni kwa sababu wewe ni atma pia ya watu wengine. Umebeba atma ya watu wengine, ili ukifanikiwa uweze kuwasaidia watu wengine, ili ukipandishwa cheo uweze kuwasaidia familia yako, ili ukibarikiwa uweze kuwasaidia na watu wengine. Kwa hiyo ni lazima ulipe gharama kwa kile unachokifanya. Ukiona unafanya kitu chochote na hakuna movement yoyote, na hakuna mtu anayekusema vibaya, hakuna mtu anayekukataa, hakuna mtu anayekuacha, jua bado una safari ndefu ya kwa kile unachokifanya. Lakini ukiona vita inakuja, machangamoto yanakuja, jua kwamba iko neema karibu. Kwa hiyo ukigive up tu, ina maana umepoteza ile nafasi. Wakati Yesu alipopitia changamoto, alipopitia mapambano, lakini wakati sasa anatakiwa ile hatima itimie, au yale maandiko yatimie, au ile neema ya kutukomboa sisi itimie kupitia, au jina lake litangazwe zaidi kupitia. Sikiliza nikwambie, alifanyaje? Majaribu yalizidi mpaka ilifikia hatua Yesu akasema, he Baba, ikiwezekana kikombe kiniepuke, si kama jinsi mimi nitakavyo, bali kama Mungu mapenzi yake yatakavyo. Kwa sababu gani? Aliona vita imekuwa kubwa sana, lakini alijua kabisa badala ya kufa atafufuka. Na wewe lazima uamini, baada ya kukataliwa iko neema ya Mungu itakayokusaidia. Pambana, usikate tamaa, simama imara katika hicho unachokifanya. Pambania ndoto zako, pambania ile hatima ambayo Mungu anataka kukupatia kwenye maisha yako. Ili pambana. Kuna wakati watu wanapowaza na kusema kwamba wanatamani kuona umepiga hatua 10 nyuma, lakini wakati utakapopambana na hiyo vita, wakati utakaposhinda hiyo vita, wataanza kuulizana. Wakati Mungu atakapokupigisha hatua 100 mbele, wakati wao waliwaza hatua 10 nyuma, watasema uliwezaje? Unamwambia mimi ndiye yule Bwana muota ndoto, ndio nitupa shimoni nikaibukia ikulu. Utawaambia mimi ndiye yule Bwana muota ndoto ambaye nilotupwa shimoni nikaibukia ikulu, kwa sababu ulilipa gharama. Yusufu alilipa gharama ya kuwa waziri mkuu. Angalia changamoto alizopitia Yusufu, angalia mambo aliyoyapitia. Ni kwa sababu alikuwa analipa gharama, anatengeneza ushuhuda, anatengeneza jina la Bwana liweze kubarikiwa, anatengeneza kwamba Mungu pekee. Hebu angalia Yusufu aliyemwokoa ni Mungu wa mbinguni, ni Mungu wa mbinguni. Wakati unapopambana na vita, unaporudi hatua 10 nyuma, lakini Mungu anakupeleka hatua 100 mbele, lazima wataanza kuulizana, imekuwaje? Mbona hatukutarajia? Imekuwaje? Mbona huyu mtu alitakiwa afe? Ilikuwaje? Mbona mtu alitakiwa give up? Ilikuwaje? Mbona huyu mtu alitakiwa aache huduma? Namwambia, Bwana, mimi ni yule Bwana muota ndoto ambao mlionitupa shimoni nikaibukia ikulu. Kwa hiyo jina la Bwana litaendelea kubarikiwa, jina la Bwana litaendelea kutukuza, na jina la Bwana litaendelea kuheshimiwa kupitia wewe. Kwa hiyo usikate tamaa na wala usivunjike moyo. Ni hapo unalipa gharama kwa kile Mungu alichoweka ndani yako. Unalipa gharama kwenye ile biashara unayoifanya. Unalipa gharama kwenye hapa ofisi ambao unapitia changamoto. Hapo kwenye ofisi ambako unasema vibao, unapitia majaribu. Kuna watu wanatamani wakutoe kabisa kwenye ofisi. Hafai, wamesha kuchongea kabisa kwa bosi, wanasema huyu hafai, huyu hatufai kwenye ofisi. Tunaomba utolewe my dear. Usiogope. Unalipa gharama ya baraka ambazo Mungu anaenda kukubariki mbele. Unalipa gharama ya cheo kikubwa ambacho Mungu anakutengenezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napenda kusoma sana, napenda kujifunza kwenye kitabu cha Samueli wa pili kuanzia sura ile ya 22 mstari wa 22 mpaka wa 25. Pale sitasoma, utaenda kusoma Samueli wa pili mstari wa 22 mpaka wa 25. Hata ukianzia wa 20 kule mpaka 25 na kuendelea, it's okay. Lakini unamuelezea mfalme Daudi wakati Mungu alipokuwa mfalme, wakati alipotawazwa kwa mfalme. Kuna watu walijitokeza, kuna mtu mmoja alijitokeza, akasema, akamwambia
Akamwambia Daudi kwamba nataka nikupe mali, nataka nikupe eneo kwa ajili ya kumjengea Mungu. Akataka kumpa vitu vingi, lakini Daudi alikataa, akasema nitamjengea Mungu kwa sadaka zangu na kwa manemane zangu na kwa dhahabu zangu na kwa kila kitu changu, kwa sababu alijua kwamba anatakiwa kulipa gharama kwa kile ambacho anaenda kukifanya. Anatakiwa ajitoe kwa ajili ya Mungu, alitakiwa afanye kwa ukubwa kwa ajili ya Mungu. Na wewe fanya kwa ukubwa kwa ajili ya Mungu. Mimi nicho kisoma kwa haraka, Daudi pia anahisi aliogopa, akasema mwanadamu akinipa vitu au akinipendapenda sana na kunioneshea sana baraka, kunipatia baraka, kwamba sitafikia hatima yangu wala malengo yangu hayatafikia, kwa sababu kuna wakati atakaposhinda na kujenga lile hekalu la Bwana, Mungu hatanitwalia utukufu kupitia Daudi, isipokuwa watu wataanza kujitwalia utukufu kwamba nisingempatia kiwanja cha bure Daudi, asingemjengea Mungu, nisingemshika mimi Priska katika huduma, asingefika pale alipo. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakutenganisha na watu fulani, anakufanyisha upitie katika mambo fulani, lakini Mungu anataka ajitwalie utukufu katika maisha yako, katika huduma, kwa kitu kile au kwa kitu ambacho kile unachokifanya kwenye maisha yako. Usiogope kukataliwa. Mungu akitaka kukubariki, kwanza ni lazima akutenge na watu, ni lazima akuondoe na watu. Sikiza nikwambie, sio kila unayeanza naye unapaswa kumaliza naye. Kuna wakati kunatakiwa kuishi na watu au kuwa na watu kwa sababu ya kujifunza. Unatakiwa uwe na watu kwa ajili ya kukusogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kuna wakati unatakiwa uwe na watu kwa ajili ya kukufundisha, aidha kuna kastata kidogo tu pale, kuna mahali unakakosea, anatakiwa mtu mmoja tu asimame na wewe akifiatua kile uweze kusonga mbele. Kwa hiyo jifunze kuishi na watu, kwamba sio kila unayeanza naye unapaswa kumaliza naye. Kwa hiyo wanapokuja na wakaenda, mshukuru Mungu kwa ajili ya wakati nao. Naamini kuna kitu ulijifunza kwake kwa wakati huu ambao